Glorified at this time in Jesus' name. Amen. 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 Well, let's turn to the book of Proverbs. Tuingia kwenye kitabu cha Mithali. Proverbs chapter 4. Mithali 4. I'm going to read verse 3 to 6. Tutasoma 3 hadi 6. Proverbs 4, 3 to 6. Mithali 4, 3 hadi 6. This was Solomon speaking. Huyu ni Suleimani akiongea. The book of Solomon, the book of Proverbs was written by Solomon. Kitabu chenyewe cha Mithali kimeandikwa na Suleimani. And he talks about his father. Na anazungumzia baba yake. And let's just read first and then we'll see. He says, when I was my father's son, tender and the only one in the sight of my mother, he also taught me and said to me, let your heart retain my words. Keep my commands and live. Get wisdom. Somebody say, get wisdom. Get wisdom. Say to your neighbor, get wisdom. Get wisdom. Hallelujah. Say to your other neighbor, get wisdom. Get wisdom. Actually, there's an exclamation mark in the Bible. It says, get. Get it. Get understanding. Do not forget, nor turn away from the words of my mouth. Do not forsake her. She will preserve you. Love her and she will keep you. Praise God. So we are going to be talking about levels of wisdom. Tutazungumzia viwango vya hekima. Over the years we've taught a lot about the wisdom of God. Kwa miaka mingi tumezungumza kuhusu hekima ya Mungu. And we know that wisdom is the answer to a lot of problems that people have. Na tunajua kwamba hekima ama busara ni suluhu la shida nyingi ambazo watu wako nazo. Why is the world full of so much failure? Kwa nini dunia imejaa kufeli kwingi? Too many dreams. Notice I said the world, not the church. Tambua ya kwamba nimesema dunia na wala Too si many kanisa. dreams and visions that never came to pass. Maono mengi na ndoto nyingi ambazo hazikuwahi Too timia. many people at old age, they regret. Watu wengi katika uzee wao They are unhappy with their lives. hawana furaha na maisha yao tena. Too many people looking to the government for help. Watu wengi wakitazamia ama wakiangalia serikali wasaidie. How many know if you look at history? Ni wangapi wanajua ukiangalia historia? History should tell you that the purpose of government is not to help you personally. Historia inatueleza kwamba jukumu kubwa la serikali si kukusaidia wewe. You've seen many elections and many presidents come and go. Tumeona chaguzi nyingi na marais wengi wakija na kwenda. How many of them helped you financially, personally? Ni wangapi wao hata Obako alikusaidia wewe mwenyewe? The purpose of government, I mean, there's collective good for the nation. Lengo la serikali ni kusaidia jumla. But in most cases, those who are in power are there for their own good. Na hata wale ambao wako kwenye mamlaka wako pale kwa niaba yao. God never put your future in the hands of any government. Mungu hakuweka hatima ya maisha yako juu ya Except the serikali. government of heaven. Isipokuwa serikali ya mbinguni. But every human failure, lakini kufeli kwa wanadamu is a lack of the wisdom of God. ni ukosefu wa hekima ya Mungu. Success is based on one powerful word. Mafanikio yanategemea neno moja kuu. And that word is wisdom. Na hilo neno ni hekima. Wisdom is the prerequisite for success. Hekima ni chanzo ama kigezo kinachohitajika ili upate kufanikiwa. So we are going to be talking about levels of wisdom, but not the wisdom of men. Na tutazungumzia viwango vya hekima na sio hekima ya wanadamu. We are talking about the wisdom of God. Tunazungumzia hekima ya Mungu. The Bible talks about man's wisdom. Biblia inazungumza kuhusu hekima ya wanadamu. You can look at it in 1 Corinthians 2:13. Unaweza ukaiangalia kwenye Korintho wa kwanza 2:13. It says, these things we also speak, not in words which man's wisdom teaches. You can't learn this wisdom in a university. You cannot learn it in school. You cannot learn it from another
human. Hekima hii ya Mungu hauwezi ukaisoma kwenye chuo kikuu, haiwezi ukaisoma kwa wanadamu, haiwezi ukaisoma kwenye vilabu. You receive it from God. Unaipokea kutoka kwa Mungu. So there are many kinds of wisdom. Kwa hivyo kuna aina nyingi ya hekima. I don't even know why they are referred to as wisdom. Na sijui kwa nini inaitwa kwanza hekima. Because some of them are foolishness. Maana baadhi yazo ni upumbavu. So the Bible also talks about man's wisdom. Biblia inazungumzia hekima ya It wanadamu. also talks about devilish wisdom. Na inazungumzia hekima ya kishetani. You can see that in James 3:13. Unaweza kaiona kwenye Yakobo The 3:13. comparison between what godly wisdom does and what devilish wisdom does. Ulinganisho kati ya hekima ya kishetani na hekima ya Mungu. Let's look at it. James 3:13-17. Tuangalie kitabu hicho Yakobo. It says, Tatu. who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. But if you have bitter envy and self-seeking in your heart, or the old King James says strife, if you have bitter envy and strife in your hearts, do not boast and lie against the truth. This wisdom, that wisdom of strife, Hiyo hekima ya ubishi, verse 15 says, does not descend from above. Mstari wa 15 nasema kwamba haitoki juu. It is earthly, sensual and demonic. Ni ya hapa duniani, mbovu na ya kishetani. For where envy and self-seeking exist, or where envy and strife exist, Maana mahali ambapo kuna ubishi na mvutano, there is confusion and every evil work or every evil thing are there. na kuna kuchanganyikiwa na hata maovu. So it's up to us to make sure we don't have that kind of wisdom in our house. Inatutegemea sisi wenyewe tuhakikisha kwamba hatuna hekima kama hiyo manyumbani kwetu. We were talking in Bible school yesterday. Where do you find a spiritual person? And they said all kinds of things. Na wakasema mambo tofauti. But if you want to know a spiritual person, Lakini ukitaka kujua mtu wa kiroho, go to their house, enda kwa nyumba zao, hide behind the door, jifiche nyuma ya and curtain, listen to how they talk. na usikize vile wanavyoongea, How they talk to their wife, vile wanavyoongea na how wake they wao, talk to their children, vile wanavyoongelesha how watoto the wao, wife talks to her husband. vile mke anavyoongea na Then mumewe. you will know whether they are really spiritually mature. Utajua kama wao ni wa kiroho ama ni watoto. Because love is the mark for spiritual maturity. Maana upendo ni kigezo ama yardstick ya kupima ukomavu wa kiroho. So that demonic wisdom, you want to resist that out of your home like a snake. Kwa hivyo Dangerous snake. hiyo hekima ya kishetani unafaa kuikataa kama vile unavyokataa You want the nyoka atmosphere akiingia kwako. in your home to be peace and love. Ili kwako nyumbani kuwe na amani na upendo. So verse 17 says, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruit, without partiality, without hypocrisy. Praise God. Amen. So we want that wisdom that's from above. Kwa hivyo tunahitaji hiyo hekima itokayo juu, It's peaceable, ambayo ina amani, it's gentle, ina ukarimu, full of mercy, ina neema, but it says it's full of good fruits. na ina matunda mazuri. Godly wisdom always brings forth good fruit in your life. Hekima ya Mungu kila mara inaleta matunda mazuri maishani mwako. And the good news is Na habari njema ni that wisdom is abundantly available for every child of God. hiyo hekima iko kwa wingi kwa kila mtoto wa In Mungu. fact, none of us should do without it. Na kwa kweli hakuna yeyote wetu ambaye anafaa kuikosa. So back to our opening scripture, Turudi katika yale maandiko yetu ya kwanza Proverbs 4, kwenye kitabu cha Methali 4 3-6. 3 hadi 6. Solomon is speaking here. Suleimani hapa anazungumza. And he says, when I was my father's son, Nasema kwamba nilipokuwa mtoto wa babangu, tender and the only one in the sight of my mother, nikiwa mchanga na mpole machoni pa mamangu, he taught me. alinifunza. First of all, why does he say my father's son? Kwa nini anasema mtoto wa babangu? If you of course this book was written by Solomon. Kwa kweli hiki kitabu kimeandikwa na Suleimani. Before Jesus came, Kabla ya Yesu kuja, Solomon was the wisest man Suleimani alikuwa mtu mwerevu that duniani, had ever lived. ambaye hajawahi ishi.
Okay, his wisdom was amazing. Hekima yake ilikuwa ni ya ajabu. God gave it to him. Mungu alimpa. It wasn't from man. Haikutoka kwa He didn't wanadamu. go to school for it. Na wala hakuenda God shuleni gave kuisoma. him that wisdom. Mungu alimpa hiyo Remember, he hekima. had made a wise decision. Na ndio sababu alifanya maamuzi ya He busara. had ascended to the throne. Alikalia kiti cha enzi. And he sacrificed to the Lord with largeness of heart. He Na was a giver. akatolea Mungu dhabihu kubwa. And the Lord was pleased with his